kujifunua kama Mungu wako na kukutengeneza baada ya kipindi cha mateso. Kuna mambo anayofanya kwako, atainua watu kwa ajili yako ambao hawataangalia unachokipitia leo, hawataangalia watu wanasema nini juu yako leo, hawataangalia hali ulionayo leo. Wao wanaangalia ulichobeba, wao wanaangalia kile unachotakiwa kuwa, ambacho Mungu amekikusudia kwa ajili yako. Wakati wengine wanasema huyu hafai, huyu hafai, huyu hafai, huyu hafai, Mungu anasema nyie mkienda msiangalie wanachosema, angalieni nilichombebesha, angalieni anavyotakiwa kuwa. Na ndio maana kasome habari za Mariamu, wakati ndugu zake wanasema umebeba haramu, umezini wewe, tangu lini Roho Mtakatifu akampa mtu mimba? Huyo Roho Mtakatifu alikupaje? Hebu eleza, mlikutanaje mpaka hiyo mimba ikaingia? Tangu tumekuwa vijana mpaka wazee hatujawahi kusikia Roho Mtakatifu amempa mimba binadamu. Wewe amekupaje Mariamu? Hebu eleza. Si useme tu kwamba umeanguka kwenye dhambi Mariamu. Mungu akamuinua Elizabeti alipoinuliwa kwa Mariamu, hakuangalia wazazi wanasema nini, aliangalia Mariamu alichobeba, akamwambia umebarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Kishapita kipindi cha mateso, Mungu anapokuja kukutengeneza, katika kipindi cha kutengenezwa anakuinulia watu ambao hawaangalii mahali unakopita, wanaangalia ulichobeba. Ndio maana Farao alituma watu kwenda gerezani waende wakamwite Yusufu, sio kwa sababu hakusikia kwamba Yusufu ana kesi ya kubaka, no, alisikia, ila Farao aliangalia Yusufu alichobebeshwa, na majira ya alichobebeshwa yamefika, akatuma watu kwenda kumwita. Na kuna mtu uko hapa, Mungu anakuinulia hao watu kwa jina la Yesu.